Jina kamili la alimu huyo ni Sheikh Nasr Abdallah Bachu Kasu, aliyeishi mtaa wa Kikwajuni Juu mjini Unguja, akiwa mtoto wa pili katika familia ya watoto watano wa bwana Abdallah Bachu Kasu na bibi Asia Nasr Kasu. Lau tawakkalna ala Allah, lau tungemtegemea Mwenyezi Mungu kweli kweli, wattajahna ila Allah, na tukaelekea kwa Mwenyezi Mungu kweli kweli, wawallaina wujuhana ila Allah, na tukazielekeza nyuso zetu kikweli kwa Mwenyezi Mungu, mahtajina ila sharqin wala gharbin, tusingehitajia msaada utokao mashariki kwa makomunisti, wala utokao magharibi kwa wale ambao ni majabari, ambao kazi yao ni kufisidi Uislamu na Waislamu tu, lakini mategemezi hasa juu ya Mwenyezi Mungu bado Waislamu watakuwa nayo. Kama ilivyo kawaida ya watoto wa Kiislamu, na Sheikh Nasr Abdallah Bachu alipata elimu yake ya awali ya madrasa kutoka kwa mwalimu wake Bimtumwa binti Juma hapo Kikwajuni Juu, sambamba na elimu ya sekula kutoka Qur'ani class au nasari katika eneo la uwanja wa Mostung, na baadaye akapata masomo ya msingi yani primary huko skuli ya Kidongo Chekundu, na kuendelea baadaye skuli ya Vikokotoni hadi kufikia darasa lake la 8 yani standard 8. Baadaye alimu huyo aliendelea kuchota elimu ya dini fani mbalimbali kutoka kwa ulama tofauti, na miongoni mwa mashekhe zake ni pamoja na Sheikh Abdallah Al-Bajun, Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi, Sheikh Saleh Zagari, Sheikh Saidi Njugu na Sheikh Abdallah Daud, ambaye huyu ni Msudani aliyeletwa Zanzibar kusomesha chuo cha Kiislamu Mazizini na kupata bahati ya kukaa sana Zanzibar, ambapo kwa muda wote huo Sheikh Nasr alikuwa naye karibu kuchota elimu kwake, na pia alisoma kwa Sheikh Badawi ambaye huyu pia alikuwa ni Msudani, pamoja na kuchota elimu kwa mashekhe wengine kadhaa kutoka darsa za ukutani ambako alikuwa akihudhuria akiwa mtoto mdogo peke yake wakati huo. Historia ya alimu huyu inaonyesha kwamba alizaliwa katika mwaka wa 1951 huko Kikwajuni Juu Zanzibar, lakini asili ya wazee wake ni katika kijiji cha Donge mkoa wa Kaskazini Unguja, ambako babu wa baba yake mzee Kasu alipohamia Zanzibar kutoka bara Hindi alikuwa ni mfanya biashara, na alifika Donge akadiriki kununua maeneo kadhaa ya ardhi huko, na baadaye kuoa na kuzaa watoto wawili ambao ni Bachu Kasu na Nasro Kasu, ambapo mzee Bachu Kasu alimzaa Abdallah Bachu, huyu akiwa ni baba wa shekhe wetu Sheikh Nasro, na mzee Nasro Kasu alimzaa bibi Asia Nasro Kasu ambaye alikuwa ni mama wa shekhe wetu Sheikh Nasro Bachu. Sheikh Nasr Bachu alivuma katika wakati wake na kujipatia sifa kubwa ya mbinu ya usomeshaji na kupata wanafunzi wengi wa kiume na kike ambao kwa sasa wametawanyika katika maeneo mbalimbali wakiendelea kutoa taaluma. Miongoni mwa wanafunzi wake hao ni pamoja na Sheikh Khamis Yusuf, Sheikh Mselem Ali, Sheikh Juma Shaabani wa Kombeni, Sheikh Ahmada Majid Chuo Kikuu Tunguu, Sheikh Rama Kesi, Sheikh Saidi Gwiji, Sheikh Hamadi Nasor, Sheikh Abdul Hafidh yani maarufu Chichi. Sheikh Khamis Yusuf ambaye ni mmoja wa wanafunzi wake hao anamuelezaje Sheikh Nasr Bachu. Katika mambo ambayo ninamfahamu marehemu Sheikh Nasr Bachu, kwanza ni swala la kukinai. Shekhe alikuwa ametushinda watu wengi sana katika swala la kinaa. Alikuwa shekhe mwaminifu sana, lakini jingine alikuwa na ile sifa ambayo tunatakiwa tuige, kwamba anapokuja mtu na shida tume alikuwa hamrejeshi. Na Sheikh Nasr kwa kiasi kikubwa sana hii sifa aliweza kuipata. Watu maalumu sana kwenda ikiwa na shida zao, basi alhamdulillah hawarejeshi. Ikiwa nacho atakuwa tawapa, ikiwa hana basi atawapa ahadi. Wakati mwingine ikiwa hana basi anatumia ile fursa ya wanafunzi wake, anamwambia bwana nenda pale fulani, basi nenda kanitaje mimi kama nimekutuma, basi mwambie kwamba akusaidie, atakusaidia. Basi watu alikuwa akifanya kama hivi, na watu wengi sana wameweza kupata kufaidika kwa sifa kama hiyo ambayo Sheikh Nasr Bachu alikuwa nayo. Huyo ni mmoja kati ya wanafunzi wake Sheikh Nasr Bachu, Sheikh Khamis Yusuf.
bali wanafunzi wake wengine ni Ustadh Ali Muhsin na Saadi Johari walioko Tanzania bara. Ukhti Shemsa Hashim yupo Tanga, ukhti Haura Shamte yupo Zanzibar, ukhti Zawadi Muhammad yuko Morogoro, ukhti Khalila Ali Sharif yupo Dar es Salaam, ukhti Sabra Abdallah Rashidi yupo Dar es Salaam, ukhti Khadija Amiri na ukhti Munira Maulidi wapo London, Uingereza. Ustadh Abdul Fattah Musaidi, mtangazaji Radio ya Kiswahili ya Iran Tehran, Ustadh Ali Masudi, muhadhiri mashuhuri Uingereza, na wengi wengine. Fani alizoogelea nazo Sheikh Nasr Abdullah Bachu ni pamoja na tafsiri ya Qur'an, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, fiqhi, lugha ya Kiarabu hasa katika nahwu na sarf na ahkamu tartil tajwid. Lakini pia aliwahi kutunga kitabu kimoja kilichompatia sifa kubwa kiitwacho Kuandama kwa Mwezi. Ndugu yake Sheikh Bachu Abdallah Bachu naye akadiriki kutueleza mengi kuhusu Sheikh Nasr Abdallah Bachu kama ifuatavyo. Marehemu Sheikh Nasr Abdallah Bachu ni kaka yetu wa familia. Amezaliwa na mama yetu Bi Asia binti Nasr Kasu. Huyu bibi ni kwao Uzi, na baba yetu Bwana Abdallah Bachu Kasu, huyu kwa Udonge. Hawa ni ndugu. Naona mwisho kumalizia Kasu huku na huku na Kasu. Kwa kweli marehemu Sheikh Nasr hakupata elimu kutoka nje, labda kama kina kasoma wapi kafanya hili hakupata hilo. Lakini alhamdulillah hicho alichopata hapa alikifanyia kazi. Huyo ni ndugu yake Sheikh Bachu Abdallah Bachu ambaye amediriki kutueleza mengi katika historia hii. Nchi alizowahi kutembelea Sheikh wetu huyu ni pamoja na Kenya, Uganda, Burundi, mikoa mingi ya Tanzania bara, Iran na Saudi Arabia. Tukizungumzia kazi alizowahi kuzifanya Sheikh Nasr Abdallah Bachu ni pamoja na Wizara ya Kilimo, kiwanda cha Makonyo, biashara, na zaidi muda wake mwingi aliutumia kwa kusomesha, kazi ambayo alikuwa nayo hadi aliposhindwa kwa maradhi ambayo baadaye yalikuwa ni sababu ya kufariki kwake. Lakini pia alikuwa mwanamichezo mzuri hasa katika mpira wa miguu. Katika umri wake Sheikh Nasr alidiriki kuoa wake watatu ambao walimkalia eda wote watatu, na alipata watoto 15 miongoni mwao wanaume na wanawake. Wanafunzi wa Sheikh Nasr Abdallah Bachu wanadai kuwa Sheikh huyo alikuwa na msimamo mkubwa miongoni mwa darasa zake, na hasa katika kupinga mambo yote ya uzushi kuingizwa katika dini ya Mwenyezi Mungu, na kwamba akitumia dalili za aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusomesha kwake na kupigania kusimamishwa sunna halisi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, ili kufikia katika kundi la wenye kuzinusuru sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh aliwahi kusomesha misikiti ya Bukhari, Magomeni, Kikwajuni na Rahaleo, lakini pia alikuwa akitoa mihadhara katika sehemu nyingi za ndani na nje ya nchi yetu. Sheikh Nasr Abdallah Bachu alizidiwa na maradhi yake ya presha katika mwaka wa 2011, na alipofika tarehe 13 Februari mwaka wa 2012 alifariki dunia, na akazikwa siku ya pili yake tarehe 14 Februari 2012 huko kijijini kwao Donge. Mazishi ya alimu huyu yalikuwa makubwa ya aina yake isiyomithilika, na yalidhihirisha namna jamii ya Waislamu walivyompenda shekhe huyu, kwa watu wengi kupitilia kuhudhuria katika mazishi yake, wakiwemo mashekhe wakubwa wa nchi hii kama vile Kadhi Mkuu wa Zanzibar Sheikh Khamis Haji, Mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Marikabi, ujumbe wa mashekhe kutoka Kenya ukiongozwa na mashekhe wa huko, lakini pia ujumbe wa mashekhe Waislamu na wanafunzi wake kutoka Tanzania bara ukiongozwa na Sheikh Nuruddin Kishki. Huyo ndio Sheikh Nasr Abdallah Bachu Kasu.